na uzima wa milele ndio huu, and this is the life eternal, wakujue wewe Mungu wa pekee, that they might know you, the only true God, wa kweli, and true God, na Yesu Kristo uliyemtuma, and Jesus Christ whom you sent. Roho yako inakuwa sehemu ya uzima wa milele, Your spirit becomes a part of kwa sababu ya life, kukizi vigezo vikuu vitatu. because of fulfilling three Moja, criteria. anasema wakujue, si wanamtafuta. You have been seeking him, Umekuwa ukimtafuta. so you have to find a genuine, a true God, the only true God, Kwa hiyo ni lazima umtafute Mungu pekee wa kweli. the only true God. Mungu pekee wa kweli. Watu nasikia wanasema tuna Mungu mmoja, hatuna Mungu mmoja. Some people This say scripture, we have one God. ili andiko linakataa. Biblia inasema na uzima wa milele ndio huu, The Bible says that this is the wale wanaokutafuta those that they might find, wakujue they should know you, wewe you, Mungu wa pekee, the only God and true God. the only true God. Mungu wa pekee wa kweli. Unaniambiaje sasa tunaabudu Mungu mmoja? Why are you telling us we worship one God? Wamjue Mungu wa pekee, They should know the only. only. Katikati ya wengi there is only. In the midst of many, kuna wa pekee. Katikati ya miungu mingi there is only. In the midst of many gods, kuna wa pekee. Kwa hiyo tunapomtafuta Mungu, hatutafuti tu Mungu, tunatafuta Mungu wa pekee. So when we seek God, we not only seek God, we seek the only God. Na njia ni Yesu mwenyewe. And the truth is Jesus. Anasema mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. One cannot go to the Father except through me. Nashangaa sana unaambia Mungu ni mmoja, naona itikia umeshapoa, uwezi hata uinjilisti. I'm surprised that people say there's only one God. You have failed even in evangelism. Kama hujamtafuta wa pekee, sio mmoja. If they did not seek the only God. Anasema wakujue wewe Mungu wa pekee, So that they might know you, the only true God. the only God and true. Na wa kweli. This define there is a lot of God. So Hii ndio inatafsiri kwamba kuna miungu mingi. kuna wengine wanaabudu ng'ombe, Others worship cows. wengine wanaabudu miti. Others worship trees. Halafu huwezi kuniambia tunaabudu Mungu mmoja. You cannot tell me that we worship one God. Mungu wangu mimi sio kinyago. My God is not an idol. Anasema Mungu wa pekee. He says only God. Wanaomtafuta uzima wa milele ndio, yani haujampata Mungu kama hujampata Mungu wa pekee. You have not found God haujampata Mungu wa kweli, the true God. Na hujampata Mungu kupitia Yesu Kristo. You have never found God through Jesus Christ. Haujawahi kumpata Mungu. I want to seal this we call everlasting life. Nataka kuona kitu. Haiwezekani hadi anayemkiri Yesu aamini kama ana uzima wa milele. It's not possible. Huu ni ugonjwa. This is sickness. That means we have fake people. Hiyo ndio maana tuna watu bandia. Anasema uzima wa milele ndio huu, He says this is the eternal life, wakujua wewe Mungu wa pekee, that they might know you, the only God, wa kweli, and the true God. Alafu anasema na Yesu Kristo uliyemtuma. And Jesus Christ whom you sent. Kwa utagundua kuna kiwango cha umilele. So you find out that there is a dimension of everlasting. Usinitishe mimi nitakufa. Do not scare me that I'll die. Hapo ndo Paulo alipofika akasema si mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Amefika kwenye umilele. You reach to a point of everlasting. Wewe unaambiwa utauawa, alafu nakumbuka You are told that you'll be killed. Lazima wakikwambia utakufa, waambie mimi nilishakufa miaka mingi, sio mimi tena ninaishi. This is everlasting dimension. Hii ni kiwango cha umilele. I am no longer living. Mimi siishi tena. I am a dead man. Mimi ni mfu. I am dead by my will. I am dead by many things. I am no longer living. Is Jesus. Naongelea umilele hapa. I'm talking about everlasting. How many believers have found God to the dimension of everlasting? Ni waamini wangapi wamempata Mungu katika kiwango cha umilele? I know you say you have seeking God. Najua unasema unamtafuta. Leo tu nimekuchallenge hapa, unaamini kwenda mbinguni. Unaamini kuna kwenda mbinguni. Unaamini utaingia. Umeinua kama You believe that there is going to heaven, but do you believe that you'll go? Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba hujafika kwenye umilele. This means that you have not. Roho yako haijakushuhudia umilele wako. Your spirit has not witnessed. Na ni kwa sababu roho yako iliyo ndani yako haijaanza kuishi. Because the spirit is unaishi kwa mwilini ingawa wewe ni roho. You live physically although you are a spiritual person. Najua unajipenda,
I know you love yourself. Na umejinunulia suti kadhaa. And you have bought few suits. Unajipakaga na poda na nini. And you apply powder. You are coming decomposer. Una siku utakuja kuoza. Unikubalie ukatai, as long as unyakuwa utakukuta. Whether you agree or not, umezika ndugu zako wangapi? Wangapi umewazika? How many people you bury? Wewe umejisahau ya kwamba huko una warranty eh? Have you forgotten that in this world you don't have warranty? Uwe Marekani, uwe China, uwe Sweden, uwe Tanzania, uwe Kiboroloni, uwe Masama, uwe Mula, uwe popote utakapokuwepo utakufa. In any part of the world you're going wakati to die. Wa Mungu ukifika utaondoka. This body will be decomposed. Mwili utaoza. Are you have assurance of your eternity? Je, una uhakika na umilele wako? Huwezi kukaa ndani ya Kristo mpaka leo alafu una uhakika kama utaingia mbinguni. You cannot live in Christ until today but you don't have an assurance. Kwa kuwa Biblia inasema roho shuhudia pamoja na roho zetu. Hii ni issue ya rohoni, sio ya mwilini, ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na tu warithi wa Mungu kwa njia ya imani. And we are heirs of God through faith. Hii haimaanishi ukajihesabia haki. This doesn't mean you should count yourself right. Lakini moja ya uhakika unaotakiwa kuwa nao ni uhakika ya kwamba roho yako imerithi umilele. One of the assurance that you need to have is that your spirit has inherited. Mwangalia jirani yako, mwambie moja ya uhakika ambao unatakiwa ukiwa unaendelea na wokovu unakumbuka. One of the assurance that you need to have as you walk in this salvation. Ni kukumbuka ya kwamba roho yako ina umilele. Is to remember that your spirit has an everlasting life. Mungu wa pekee, the only God, wa kweli, the true God, na Yesu Kristo aliyetuma. Ukiona kwenye mifumo hii mitatu upo, manake umeingizwa kwenye umilele. When you see you are in these three systems, that means you have been entered into everlasting life. Mimi sina Yesu ambaye Mungu anasema ni wa wote, sio wa wote. I don't have a God that says that God is for all. Huwezi kuniweka na Wahindi ukasema tunaabudu Mungu mmoja. You cannot keep me with Indians and say that we worship one pale God. Tanga pale nilikuwa naenda kuhubiri miaka fulani. In Tanga I went to preach one time. Na wakati nahubiri kule, and as I was preaching, Jumapili washirika hawaji kanisani. On Sunday people were not coming kwa to church. Kwa sababu hiyo Jumapili ndio Mungu wa Kihindi analetwa kwenye viwanda. Because on that Sunday the God of Indians was brought into. Na hiyo Jumapili wanaongezewa mshahara. And on Sunday they are going to be increased their wages. Kama kwa wiki kwenye wiki katikati wanalipoga 6,000. If in the middle of the week they are paid 6,000. Jumapili wanalipwa 8,000, 9,000, 10,000. On Sunday they are paid 8,000, 9,000. Kwa hiyo mchungaji wa ile kanisa ilikuwa ni kule Amboni, ni Amboni It was in Amboni. Mchungaji wa ile kanisa anatuambia Jumapili hii watu hawatakuwa wengi. Namuuliza kwa nini, anasema Mungu wa Kihindi. I asked him and he said the God of Indians analetwa kambini. Is brought into the camp. Kwa hiyo washirika wangu wengi wanafanya kazi kwenye yale machimbo. So many of these members they used to work there. Kwa hiyo siku washirika wote wanakuja wanamzindikiza Mungu wa Kihindi na Wahindi wao. So on that day all the members they escort that God of Indians. Hawa washirika hawajafundishwa ya kwamba what it takes to worship other God is an idol. These members have not been taught that kuabudu miungu mingine ni kuabudu sanamu. Hawajafundishwa mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. They have not been told that I am the Lord your God, do not have any other God. Naomba niongee statement ngumu sana. Let me speak this difficult. Wakristo wengi ni Wakristo wa kufa na kuzikana, lakini kwa kweli hawana Ukristo hata kidogo. But they are not Christians at all. Hujaona wengine ni wazee hadi wa usharika, ni wazee wa kanisa, ni mashemasi hata ndani ya kanisa, lakini kila mwezi wa 12 lazima wakaftoe kafara, wakachinjie mizimu. Or you see others are elders of the church, they are deacons, but every December they have to